Reporting all the way from Qatar. Inahuzunisha sana. Kuna huyu mwanadada aliweza kumleta bwanake huku Qatar na wakakuwa wanafanya kazi pamoja. Mwanamke ndiye alikuwa wa kwanza kutangulia, akakuja akapata kazi ya hospitality kwa hoteli moja, one of the first 5 stars hotels in Qatar, na akaona pesa ni mzuri na kazi ni mzuri, na akaona acha niweze kumuita bwanangu naye anijoin tufanye kazi pamoja, at least tuweze kukusanya pesa zetu kwa pamoja. Na akaongea na bwanake akiwa Kenya na bwanake akakubali. Hivyo bibi akamlipia commission na bwana akaweza kufika huku Gulf, na bibi alikuwa amemtafutia tu kwa hoteli kama tu yake, lakini tofauti, lakini kwa karibu sana, like zilikuwa tu place moja lakini different hotels. Sasa bibi bwana akakuja na wakaanza kazi, wakakuwa wametafuta nyumba nje, wamepewa house allowance, wametafuta nyumba nje karibu tu na penye wanafanyia kazi. Interesting. Sasa siku moja kumbe mwanaume huku kazini after kufanya kazi miaka 2 akapata kasichana kageni tu kalikuwa kameletwa. Na kwa kawaida kuna wale wanaume wanapenda vitu mpya. So akaona haka kasichana ni karembo, akajaribu bahati yake na msichana akakubali. Lakini sasa ikakuwa ni ngumu sana kwa mwanaume kukuwa na huyu mwanamke, kwa sababu kila time mwanamke anasisitiza kwenda kumuona penye anaishi. Huyu mwanamke anataka wa make calls in the night, na huyu mwanaume kuboka akona bibi. Kwa hivyo ikakuwa ni ngumu sana. Sasa kenye mwanaume aliona aweze kumsafirisha bibi yake nyumbani ndio aweze kubaki na huyu msichana. So what the man did, alimuita bibi yake akamwambia, bibi, tumetafuta pesa ya kutosha, acha sasa tufanye aje, acha tu resign, twende wapi? Twende nyumbani. Kumwambia wa resign waende nyumbani, kumbe bwana yeye hataki ku resign, ataka bibi a resign, alafu sasa yeye analeta vikwazo kusema nini, alafu bibi ndo atakuwa wa kwanza kutangulia, alafu bibi akishaenda yeye atasema imeshindikana yeye kufanya nini? Ku resign, kwa sababu yeye haja yake si ati yake ni ku resign, yeye anataka bibi arudi nyumbani ndio yeye aweze kubaki na huyu msichana mpya mgeni. Kama vile nimesema, kwa kawaida kuna wanaume wanapenda vitu mpya, si walaumu. So ikakuwa hivi, amemwambia bibi yake wa resign na bibi amekubali. Akamwambia, baby, tumesave pesa kiasi fulani. Though kila mtu alikuwa na save kwa account yake, kwa sababu bibi ndiye alikuwa wa kwanza kutangulia. Kwa hivyo yeye alikuwa anaweka kwa account, na vile bwana alikuja na yeye akakuwa anaweka kwa ile account yake. So kila mtu akakuwa anaweka kwa account tofauti, lakini wote wanajua kila mtu ako na pesa ngapi. Kwa hivyo sasa bwana ndiye alimwambia bibi, hii pesa imetutosha, acha turudi nyumbani. Sasa tufanye nini? Tuanze hoteli yetu. Na bibi akaona ni vizuri. Kumbe mwanaume yeye akona a different intention. Lakini Mungu naye ni nani? Siku moja wakiwa nyumbani ama chubani, rafiki ama jamaa mmoja wanafanya kazi na bwanake akaja kuwatembelea na wakakaa kawaida tu venye alikuwa anakuja, wakakaa wakakula, lakini kukakuwa kinywaji kimekatika. Bwana akasema acha niende nje nikaendea kinywaji. Sasa ikakuwa like ukiachwa kwa nyumba na bwana na bibi ya mtu, unanga kitu ya kumwambia. Si ule jamaa alimwambia, umeamua kurudi mtaani uache bwana kwa nini? Dema akamuliza ati nimwache, si tunaenda wote? Akasema hapana, si bwanako aliniambia wewe mwenyewe tu ndo una resign. Dema kaona hapa ni kama kuna kitu haiendi vizuri. Akasema wewe fanya hivi, kanyangia hiyo story, acha tutaongea baadaye, kwa sababu hakutaka bwanake ajue huyu mwanaume ni kama kuna kahinta amempea ama kuna kasiri amejaribu kumpa. Jamaa kamuuliza kwa nini siri? Akamwambia hapana, mimi na bwanangu tulikuwa tumepanga hii kitu tutaambia watu, nitarudi tu kama watu hawajui, lakini sasa siwezi taka ajue kwamba umeniambia, maybe atakosa kukutrust tena. Sasa si wakakanyangia. Mwanamke akakuwa like hapa lazima kuna siri. So kenye mwanamke alifanya, sikubuka mwanamke ndiye alileta mwanaume Gulf, lakini sasa mwanaume anataka kumrudisha bibi nyumbani kwa sababu amepata msichana mwingine. Msichana Kenya alifanya, aliacha bwanake akalala. Alipika jioni usiku, akamwekea bwanake Panadol Night 3 kwa uji. Mwanaume alilala akalala fofo. Sasa bibi akabaki amepata nafasi nzuri ya kupikia simu ya bwanake, ajue ni kwa nini bwanangu anataka kunisafirisha yeye abaki, ama ni ukweli yeye haresign ama nini, kwa sababu alitaka angalia chat zake na marafiki zake, maybe kuna kitu inaweza muexplainia the doubts that she got from the friend. So what she does, vile bwana alilala, bibi akapata nafasi ya kuingia vizuri kwa simu ya mume wake. Kupata nafasi, bibi bahati mbaya message ya kwanza, na yule alikuwa wale watu hawashindi
like kila mtu anakaa na simu yake, kwa sababu bwana hakuwaipea bibi yake reason ya kumshuku, so hawako amepata time ya kupitia simu yake. Lakini hiyo siku akapata kumbe kuna msichana mwenye hakuwaiona kwa simu ya bwanake, walikuwa na chat na yeye. Huyo msichana chat zao zilikuwa kwamba baby, huwezi kuja kwangu kwa saa hii kwa sababu naishi na ndugu yangu, lakini ndugu yangu very soon anarudi nyumbani, kwa hivyo nipe tu muda kidogo, akishaondoka na wewe utakuja tuanze kuishi. Dema anamuuliza, lakini kwani siwezi kuja, sinyi ni wanaume, kwani siwezi kuja ndugu yako akiwa? Akamwambia hapana, kikwetu huwezi leta mwanamke kama haujamu wako, na huyu ni ndugu yangu mkubwa, kwa hivyo nampa heshima zake. Na kwa hivyo bibi akajua kumbe mimi ndo naitwa ndugu, mimi ndo nasafirishwa nyumbani, ndo mwanaume akabaki na mimi ndo nilimleta. Msichana Kenya alifanya, alipigia manager wake akamwambia cancel my resignation. Sasa usicheze na wanawake. Usijiulize kwa nini Samson akatumiwa Delilah na hakutumiwa mwanaume mwingine, ama ni kwa nini nyoka ikaenda kwa Eve na ikutangulia kwa Adam, kwa sababu mwanamke akikuamulia ni vibaya. Mwanamke aliingia kwa WhatsApp group ya jamaa kazini kwao, akaenda kwa admin. Kwa admin anapata ni manager wao na supervisors wao ndo maadmin. Kwa hivyo sasa akachukua namba ya manager, akaanza kumchat na namba ya huyo bwanake na simu ya bwanake. Lakini sasa anachat manager akijifanya anachat supervisor. Unaona, like yeye anajua ana chat manager but anajifanya ni kama ni supervisor. Akaanza anamwambia ni kama ni supervisor, anamwambia ubaya wote wa manager, ati manager analetanga wanawake, analala na wao kwa ofisi, tunafaa kumseti kwa director. Manager anaibanga vitu stock za kazini, tunafaa kumseti. Manager nini na kumbe Dema anajua anatumia hizo message manager but anajifanya ni supervisor. Alafu jamaa anamwambia, lakini siwezi taka hizi stories zijulikane, mimi ndo nimekwambia cheza chini, lakini niliona tu nikwambie kwa sababu nimeona he's being unfair to the director, na director namlipa mshahara mzuri nini. Kwa hivyo nataka tutafute njia ya kumseti. We sawa. Yule manager ana reply anamwambia ni sawa, acha tutaongea hiyo, utakuja kesho kwa ofisi tuongee. Lakini Dema anajua all time yote anajua ni manager, na alafu huyo manager alikuwa ameanza kumpigia anampigia anakata, kwa sababu yeye anajua Kenya anafanya. Na Dema alafu after kufanya hivyo vyote akadelete zile chat zote na akajoin bwanake wakalala. The next day jamaa anaenda kazini. Anapatana na barua ya kusema kwamba supervisor anampea barua ya kwamba asiingie kazini, ameambiwa akae hapo kwa reception angoje manager. Yani hajapewa ruhusa ya go ahead na kazi. Jamaa anauliza ni nini nimefanya? Ujue saizi hata huyu supervisor hajui chochote, kwa sababu bibi yake alikuwa na chat na bwanake, lakini akijifanya anajua ana chat na nani? Na supervisor. Wacha jamaa, manager amejam anakuja. Si amesikia ati yani mtu amekudanganyia vitu zenye hata ufanyangi. Dema alisema vitu zenye hata haziko. Jamaa manager kukuja, manager hataki hata kuona jamaa anapatana na termination letter. Jamaa anajaribu kuuliza manager ni nini nilifanya. Unajua of course manager anajua jamaa alikuwa na chat na supervisor, lakini yeye hajui ni mpango ya Dem. So manager hata hampei nafasi. Jamaa anaenda kuuliza ni nini nimefanya, hapewi nafasi. Hivyo ndo kijana alienda nyumbani. Bibi anaanza kuambia bibi, baby, basi maliziwa nini yako, nini pia mimi resignation yangu imeisha. Anadhani bibi hajui, kumbe si resignation, yeye ameterminatiwa. Sasa anaona hizi enda nyumbani peke yake juu bibi asha save pesa mzuri. Acha basi waende tu wote pamoja, waende wakaanze biashara venye alikuwa anasema, lakini si bibi ashajua yasha nini. Bibi akamwambia nini yangu imeholdiwa kidogo, tumeambiwa nigoje 2 weeks. Sasa jamaa termination hii hata ina ile kuambiwa ati tunakupea time. The next day flight yake ya jioni ilikuwa ishatengenezwa na akarudishwa nyumbani. Bibi kurudi nyumbani ndo bibi akamtumia zile screenshots zake na ule Dem. Akamwambia ulidhani wewe ni mjanja, lakini mimi ni mjanja zaidi yako. Kinyangarika wewe. Fia kwa na shetani. Unachezaje na mwanamke mwenye amekutoa nyumbani, akakulipia commission, akakuleta huku, alafu tena sasa wewe unataka arudi nyumbani akateseke, wewe ubaki na ubaki na wenye sasa umepata huku, wenye maybe hata hawezi kukusaidia kwa maisha yako. Hivyo ndo mwanaume alipoteza mwanamke na akapoteza kazi. Tamaa iliua fisi. Unataka vitu mbili, haujui ufuate njia gani. Too bad.